نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك. Kama ndo bado kabisa unafungua simu yako, hii ni Shamsuddin TV na leo ni tarehe 17 mwezi huyu wa 5 mwaka 2025. Tuko hapa ndani ya markazi uwanja huyu mkubwa ambao zinafanyika sana harakati za dini, na leo tuko na ndugu zetu ambao ni Rabitatu Hafadhati Kitabillah, ni umoja wa vijana ambao wanahifadhi Qur'ani. Wana jambo lao likubwa sana ambalo wameliandaa siku hii ya leo, na leo wako hapa wakiungana na mashaikh tofauti. Hapa tukimzungumzia Sheikh Umar Dustur na Sheikh Majaliwa Uthman, kuja kuweza kufahamu ni nini hasa ambao vijana hawa wameweza kukiandaa. Naomba kwa ikhtisari kidogo msikilize ambaye ni kiongozi wao kwa nini wameandaa hichi kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ni Bukuru Hassan, mkaaji wa jijini Bujumbura, kiongozi wa Rabitatu Hafadhati Kitabillah ambaye ni umoja wa mahufadh nchini Burundi. Kwa hiyo malengo yetu kwenye rabita hii, malengo makuu ni moja, kukuza na kuendeleza udugu na urafiki baina mahufadhi nchini Burundi, katika kusaidizana katika changamoto za kimaisha, pia na kuwa pamoja kwenye furaha za maisha kabisa. Mada nyeti inazungumzia kwamba baada ya kuhifadhi Qur'ani, kujifunza ulum zingine za dini ni wajibu kwa vijana hawa ambao ni wachunzi wa kitabu hichi cha Allah. Nini muhimu, nini sababu ya kuweza kuandaa hii mada, na kwa nini Rabita imeandaa, kwa nini huyu umoja wa vijana wa kuhifadhi Qur'an umeandaliwa, wana malengo yapi katika istikbali yao ama katika miaka yao ijayo? Naomba na penyewe pia uweze kumsikiliza kiongozi wao Bwana Bukuru Hassan. Na jambo la pili ambalo labda ni malengo makubwa ya Rabita hii ni kujalia mahufadhi wa Qur'ani wasiishie tu kwa kuhifadhi Qur'ani yao, bali wapige tambo, waendelee zaidi katika kuzisoma zingine ulum za dini, ambazo hizi ulum zinakuja kuijazia Qur'ani katika mtu aweze kuwa na akhlaqi njema na kufahamu pia dini yake. Baada ya hayo, mheshimiwa kiongozi wao ambaye ni Bwana Bukuru Hassan ameweza kuonesha ni nini ama ni katika hali gani ambazo wanapitia, kama vile changamoto Rabitatu Hafadhati Kitabillah, umoja wa vijana hawa ambao wanahifadhi Qur'ani, kuna changamoto zipi ambazo wanazipitia, lakini pia insha Allah na penyewe tupate wasaa na fursa kumsikiliza changamoto ambazo ndugu mahufadhi hawa Qur'ani ambazo wanapitia. Changamoto ambazo tunazipitia kusikana na uandaaji na jambo lizima la rabita hii, moja kwanza zipo changamoto za wale ambao wanapokea hichi kitu katika mahufadhi. Miongoni mwao kuna watu ambao labda mapokezi yao si mazuri zaidi kama tunavyotarajia katika kuendesha hichi kitu, lakini lillahi alhamdu, kadiri na muda na imani, kila hafidhul Qur'an ambaye yuko jijini Bujumbura na nchini Burundi ataelewa muhimu na faida ili jambo kwa mahufadhi. Pia katika changamoto zingine ni kuziandaa daurat za watu kuweza kuisoma, ama lengo tumesema kuisoma dini yao, bado tunapata changamoto katika kuandaa mambo na usimamizi wa kinguvu. Na mwisho kabisa ametoa shukrani za dhati kwa wazee wetu ambao wameweza kufika, Sheikh Abdul Aziz, Sheikh Umar Dustur, Sheikh Majaliwa Uthman na wengi ambao walikuwa wamejaliwa ama walikuwa wamepata nafasi ya kualika, lakini kutokana na dharura kubwa ambazo zisizozuilika hawakuweza kufika. Akazitoa shukrani. Neno langu limoja kwa mashekha ambao walihudhuria siku ya leo, akiwemo Sheikh Majaliwa Uthman na Sheikh Umar Dustur na Sheikh Abdul Aziz Ramadan. Kwa kweli mashekha hao sina neno ambalo labda naona liko sawa na shukrani zangu kwao, bali maneno yote naona kama ni madogo zaidi ili kuzungumzia shukrani yangu kwa mashekha hao. Maana walikuwa nasi, yani tunaposoma Qur'ani na tuliposomesha mpaka sasa hivi tumeandaa hichi kitu pamoja nasi, na lillahi alhamdu wametenga muda wao leo kutupa nasaha tofauti, kutushauri na kutuelekeza jinsi gani tunaweza kuliendeza ili jambo katika njia iliyokuwa sahihi. Na pia katika kualika mashekha walikuwa si hawa tu, walikuwa wamealikwa mufti wa Jamhuri ya Burundi na qadhi na naibu qadhi na mashekh tofauti na kiongozi wa Bujumbura, lakini hao wote wametanguliza dharura zao kwetu. Maana siku hii ya leo imetokea kifo cha baba yake mmoja katika mashekh, pia tayari alikuwa amealikwa kuhudhuria nasi, ambaye ni Sheikh Ibrahim Sumbiri. Ndio maana kuhudhuria yeye kwanza, na jopo lizima la mashekh hawakufika baadhi yao.
Na mwisho kabisa ametoa shukrani za dhati kwa wazee wetu ambao wameweza kufika, Sheikh Abdul Aziz, Sheikh Umar Dustur, Sheikh Majaliwa Uthman na wengi ambao walikuwa wamejaliwa ama walikuwa wamepata nafasi ya kualika, lakini kutokana na dharura kubwa ambazo zisizozuilika hawakuweza kufika. Akazitoa shukrani na kuwashukuru wote mahufadhi ambao wameitika katika daura hii insha Allah. Ni mimi mtangazaji wako kutoka Shamsuddin TV Ishaq Lut, wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.